Kuhusiana sasa na upande wa Yuda, nyumba ya Yerusalemu ya Yuda, wao walipewa miaka 40, na maana baada ya miaka 40 wanatakiwa warudi kwenye nchi yao wenyewe. Na Yerusalemu wao walikuwa ni ishara kwa ajili ya wenzao wa kule upande wa Israeli, yani upande wa Samaria. Na tunaona sasa ushahidi wa lini tukio la hawa watu wa Yuda lingeanza. Ni pale ambapo Yesu Kristo alipokuwa akiwalilia katika kitabu hicho cha Mathayo sura ile ya 23 mstari wa 29 mpaka 30. Tumesoma pale na tumeona kile ambacho kinazungumzwa pale kwamba watakuwa katika hali hiyo ya ukiwa, hali ya kutokuwa na uwepo wa Mungu pale alipo, na kwamba sasa hawatarudishwa mpaka watakaposema mbarikiwa ni aje kwa jina la Bwana. So manake unabii huo ungetimia wakati atakapoondoka Kristo Yesu. Manake ndipo ambapo watakuwa na ukiwa, yani absence of the word of God, absence of God in Israel or in Jerusalem. Sasa tunaona wazi kwamba miaka ile ya 30 AD, yani baada ya Kristo, tunaona Kristo akiuawa mwaka 30. Adakuwa mwaka 30, ndani ya miaka 40 iliyofuatia kulikuwa na hali za ajabu katika hekalu. Maana hiyo ndio ilikuwa ndio pride yao, na hata sasa wanahangaika wapate hekalu, maana hiyo ndio pride yao. Kwa hiyo kwa miaka 40 kulikuwa na matukio ya kustaajabisha ambayo hayakuwa ya kawaida, yalikuwa yakitokea katika hekalu lile. Kwa mfano tukio la kwanza, kwa mujibu wa Rebe Yehuda ambaye alikuwa akitoa ushuhuda wa miaka 40, maana yake kitu cha kwanza ni milango ya ile Mikdash, yani ile jengo wanasema hekal, lilikuwa halifungi lile jengo. Hata kama wakifunga bado milango inajifungua usiku kucha, manake ilikuwa ni empty house. Then kitu cha pili ni kwamba kuna kinara cha taa, kinakuwa taa 7, inaitwa menora. Menora huwa haitaki kuzimika, lakini kwa jumla miaka 40 menora ile ilikuwa hata ikijazwa mafuta vipi inazimika usiku kucha imalizi. Lakini jambo la tatu ambalo la kustaajabisha, katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ile ya 16 kuanzia mstari wa 8 kuna maelekezo kuhusu mbuzi wawili ambao wanapigiwa kura kwa ajili ya kafara za ondoleo la dhambi na kubebeshwa kwa dhambi kwa hawa watu, zile dhambi za Israeli kubebeshwa kwa huyu mbuzi mmoja. Mara zote mbuzi aliyekuwa anaangukia kwenye kura ya Bwana alikuwa anatokea upande wa kulia, na huyu anakuwa anaachwa hai kwa ajili ya kufanyia upatanisho kule hekaluni, na anaenda kuchinjwa kule hekaluni. Lakini kuna mmoja anaitwa mbuzi wa Azazeli, huyu anabebeshwa makosa yote, alafu anapelekwa nje ya mji, anapelekwa jangwani kule Dudaeli kwa ajili ya kumpelekea Azazeli. Hii unaweza ukaniuliza Azazeli ni nani? Kasome huko kwenye vitabu vya Enoch. Sasa kitendo hicho kilikuwa tofauti katika miaka ile 40. Kila wakipiga kura kwa ajili ya wale mbuzi wawili, mbuzi wa Bwana badala ya kutokea upande wa kulia alikuwa anatokea upande wa kushoto. Kila wakipiga kura ili waonekane kwamba wako sahihi, mbuzi wa Bwana anatokea upande wa kushoto. Kila wakipiga kura mbuzi wa Bwana anatokea upande wa kushoto. Hiyo sasa ikawa ni moja ya vitu vya ajabu. Na kingine ambacho kilikuwa kinapatana na hicho ni kwamba ile kafara ya dhambi au ile sadaka ya dhambi ilikuwa haiwezi kuondoa ile dhambi ya Wayahudi, kwa sababu walikuwa na kitu kinaitwa red scarlet. Ni bendera, actually iwe ni nyeupe, lakini inachovwa damu inakuwa nyekundu ikiashiria dhambi. Ndio maana kwenye Isaya 1:18-19 anazungumzia hivyo kwamba dhambi zenu japokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama theluji, japokuwa na nini zitakuwa hivi. So walikuwa wanazungumzia wekundu kama bendera, maana yake anazungumzia hiyo red scarlet. Ile red scarlet kwa miaka 40 ilikuwa ina misbehave kivipi? Kabla ya hapo ilikuwa ikitolewa kafara ile ya dhambi,
ile red scarlet ikishachovywa, baada ya muda unaona inakuwa nyeupe automatic, maana yake dhambi zimefanyaje? Zimesamehewa, kama ambavyo wanaahidi kwenye kitabu cha Isaya. Lakini kwa upande wao, baada ya kuuawa kwa Kristo Yesu, haikutokea tena hivyo. Ikawa ile kichovya inakuwa nyekundu forever, haibadiliki, inakuwa nyekundu tu, maana yake dhambi zao hazijasamehewa. Na hiyo Wayahudi wakawa wanapambana nayo sana kwa muda wa miaka mingi, lakini hiyo ikapelekea kwamba mwaka 70 AD, kama ambavyo Kristo alitabiri pale kwenye kitabu cha Mathayo 24 pale, jengo la hekalu likabomolewa. Yani walivamiwa na kina Captain Pompeo na wengine ambao walikuja kuivamia pale kutoka Roman Empire, kama ilivyotabiriwa na nabii Danieli. Pia watu wa yule mkuu ajaye akaingia hapo, akabomoa hiyo hekalu na vitu vyote, wakateka watu na vyombo vikaondolewa. Wao ukawa umekusudiwa ukiwa. Kwa nini ilikuwa hivyo? Kwa sababu adhabu yao ilipangwa miaka 40, na tumesema kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi 26 kule 18 mstari wa 21 vinaeleza hivyo vitu. Ilitimia adhabu yao miaka 40 ikazidishwa mara 7. Kama inazidishwa mara 7, maana yake tunachukua 40 mara 7. 40 mara 7 tunapata 280. Tungetegemea kwamba mwaka 350 Wayahudi wangetubu na kurejea tena Yerusalemu, lakini haikuwa hivyo. Matokeo yake 280 inazidishwa tena mara 7, inakuwa 1960. 1960 ukijumlisha na mwaka 70 unapata jumla miaka 2030. Kwa miaka 2030 ndio miaka ambayo watu wa upande wa Jerusalem watabeba makosa yao. Kwa hiyo 2030 inaungana kama ile ya upande wa Samaria, yani upande wa Israeli, kuwa sambamba, kwamba hawa wote wawili watapata adhabu na adhabu yao itaisha mwaka 2030. Na ndio maana kwenye kitabu cha Ezekiel 37 kinatoa maelekezo kwamba by that time, maana yake anaambiwa chukua vijiti viwili, kimoja andika kwa jina la Efraimu, maana yake nyumba ya Israeli, lakini nyingine andika kwa nyumba ya Yuda, maana yake Yerusalemu. Anaviunganisha kwa wakati mmoja, wanarudi, anasema watakuwa mmoja, watakuwa mataifa mawili tena, bali watakuwa na mtawala mmoja, na Daudi mtumishi wangu atawatawala. Sasa hii nayo ni parable nyingine ambayo nitakwambia maana yake nini. Ukitazama 2030 wote wawili wanaonekana watarejea pale, maana yake idadi itakamilika, lakini wanatakiwa watawaliwe na Daudi. Daudi it's a metaphorical language, it's a metaphor for Christ, that he is son of Adam but also son of David. Za kama ni mwana wa Daudi lakini pia mwana wa Adamu, maana yake kuna agano la amani linatangazwa pale la miaka mingi, yani miaka 1000, ambayo mtimizaji wa hiyo lazima awe Kristo Yesu, kwa sababu yeye anaitwa mwana wa Adamu na mwana wa Daudi. Daudi alitawala kwa miaka 70 akafariki, lakini pia Adamu aliishi kwa miaka 930. Ukijumlisha unapata mwana wa Adamu na mwana wa Daudi, maana yake ana miaka 1000 ya kutawala katika utawala wake. Hii inatupa kuturejeshea tena kwenye milenia ya amani ambayo itakuja kutokea hapo mbele. Sasa kabla ajaja huyu Daudi, tuliona alikuja King Saul. Alipokuja pale utawala, hakutawala vizuri kwa sababu yeye alimuinda sana Daudi, na kama alimuinda Daudi, manake hii sema metaphorical language. Kwa maana hiyo sasa tunategemea kwamba atakayeanza kuja kama mfalme wa Wayahudi au wa Israeli atakuwa mtu anayechukia uzao wa Daudi, yani atachukia kanisa. Na hapo sasa ndipo patakapo trigger unyakuo. Lazima unyakuo utokee sasa uliokoa kanisa. Ndio maana akasema utuokoe na yule mwovu kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 26 anaposema kuhusu Sara, na akasema utuokoe na yule mwovu. This means anayekuja baada ya Kristo na kabla ya Kristo ni mwovu. Anasema hivi, ajaye nyuma yangu mkuu wa ulimwengu anakuja nyuma yangu, lakini yeye hana kitu kwa anakuja nyuma yangu. Maana wakati wa Kristo alipokuwa pale, there was no king, but there is a king that is coming. Huyu king anayekuja hana kitu kwa Kristo, maana hiyo ataanza kuja katika Kristo. Kama atakuja katika Kristo, na Wayahudi wanasema by 2027 mwakani wataanza rasmi kuwa katika mchakato huo, then 2030 lazima Kristo Yesu aje kulitoa kanisa kwanza hapa. Baada ya miaka 7
atarudi kutawala tena. Kuna kitu kinashangaza, anasema ndaenda petroli ulimwengu mkazi wa kadhaa, niko mtaani